Kagame ni muuaji, Kagame ni mchonganishi, Kagame ndiye vurugu ya Kongo unayoiona leo siasa. Na mimi niambie ndugu zangu Watusi walioko Kongo, toka Kasavubu, maana yake toka marais wote wa Kongo watawale Kongo, hakuna rais hata mmoja aliyetoa maneno ya kukashifu Watusi waliomo ndani ya Kongo. Marais wote walitumika na Watutsi. Sina historia sana ya Kasavubu, nina historia ya Mobutu, alitumika na Watutsi. Kabila mzee akatumika na Watutsi, Kabila mdogo akatumika na Watutsi. Tshisekedi anao. Tena sio kutumika kwa kuwanyanyasa, kutumika kwa kuwapa nafasi za juu tena kipaumbele. Pamoja na kwamba mtasema kwa sababu ya mabrasaji na mamixaji na makoro ndio, lakini kuna nomination mpaka sasa hivi. Masunzu huyu hapa, Generale Masunzu, wakati nchi ipo kwenye vita, ametolewa Kinshasa aje kusimamia vita, eneo la vita. Maana yake rais alimwamini na anajua kwamba Masunzu ni Mtutsi, ni Mnyamulenge, lakini rais akamwamini akafanya hivyo. Kwa maana hiyo, msidanganywe. Safisheni akili na fahamu zenu. Safisheni akili na fahamu zenu. Kwa makundi mawili haya ambayo yamepasuka ndani ya Wanyabibokoboko na Wanyamikenge na Wanyamulenge na Wanyabera, ni ombe na ni ile, manake ni lile hili, sio kwa kulimeza, manake ni lile kwa kulitema. Sitaki kula maneno haya nikayameza. Hii ina maana kwamba kulila kwa kumeza, manake nikabaki nalo rohoni. Mimi niliteme ili watu walione, walisikie. Niseme hivi, kama ndani ya akili yako wewe Mtusi wa Kongo, uliye Mkongomani, Mnyabibokoboko, Mnyamasisi, Mnyawapi, kama akili yako inakutuma bado ushabikie M23, nikwambie mimi ni mtumishi wa Mungu. Andika tarehe ya leo. Nimesema mambo mengi, miaka imepita, miezi, masiku, na watu wameona mambo haya yakitimia. Na mimi sisemi kama kusema, nasema kama mtumishi wa Mungu. Hakuna siku yoyote, hakuna mwaka, wiki, mwezi ambao utafika mahala kwamba sasa Watusi wa siasa waliopewa na Paul Kagame sasa watatawala Kongo na wao waonekane Kongo ni yao sasa, au watatawala hata teritwari moja alafu onekane hii teritwari ni ya Watusi, kama ambavyo Paul Kagame amekuwa akihubiri na Wanyarwanda wengine wa Rwanda wanaowadanganya kusema kwenye mitandao kwamba tutachukua Kongo itakuwa nchi ya Watusi, kama ambavyo wameandika kwenye ajenda zao Watusi wote kutoka nchi zote watahamia Kongo na kukako. Hilo linaweza likafanyika ndio, kama Mungu aliyeumba mbingu na nchi amekufa. Kama Mungu amekufa, amezikwa, hilo sasa kila mwanadamu anaweza kufanya chochote anachokitaka, kwa sababu aliyeumba nchi hayupo, aliyeumba wanadamu hayupo. Ila Mungu aliyesema hakuna jiwe litakaa juu ya jiwe lingine, hata kubali hivyo, haliwezekani. Lakini pia tena na Mungu, hawa Wabembe wana akili, Wafuleru wana akili, Wanyamulenge mna akili. Kwa hiyo historia yote inajulikana. Hakuna atakayekubali kukandamizwa na historia ya kutengeneza. Na bahati mbaya zaidi, silaha zimezagaa kwa kila mtu kiasi kwamba hata mkitawala bado makundi yake, hakuna amani itakayokuwepo. Huu utawala ukiletwa na Kagame, hata kama ukiwa kesho,
Kagame hataumia. Atakayeumia ni wewe unayekaa milimani na huyu anayekaa bondeni, ndio watakaoumia. Lakini hawa wanasiasa wanaowatengenezeni huo uongo, hakuna maumivu yoyote. Hata huyu rafiki yangu, huyu kaka yangu Masunzu hapa, kesho vivurugike, atapanda ndege Kinshasa, huyu mtamwona Canada, Norway, na ndio mtoto wetu atatuacha. Huyu anaondoka, hata kuja kuumia na sisi Minembwe. Hata kama atakuja asubuhi, anatoa hotuba, anasema vya kwake, vikidinda vimekuwa vigumu, hatutamuona. Ataondoka Masunzu huyu. Kama mnaona ninachokiongea ni cha ukweli, hivi Minembwe kuna mtoto wa Masunzu? Hivi Minembwe mke wa Masunzu yupo huko? Si yupo huko Kinshasa? Yupo Kinshasa, amlete Minembwe kama kweli ana uhakika vita vitashinda, amlete. Na ndicho anachoambiwa Paul Kagame, kama una uhakika vita sisi Rwanda tutashinda vita hivi ndani ya Kongo, mtoto wako ni askari jeshi, ni mwanajeshi, mtume aende kusimamia vikosi vya Kamanyola, aende pale Nyangezi aongoze vikosi vya Nyangezi, amtume aivaniaje kama na uhakika watashinda. Si ndo hapo? Kama Museveni ana uhakika watashinda, mtoto wake aje Nyangezi pale, ama aje huko Minembwe akae na kina Twirwaneho Semata ama huko apigane na wao, si wataweza na uhakika? Ndugu zanguni, toka Wabembe waitwa Wabembe, Wafuleru waitwa Wafuleru, Winyindu, Washi, Warega hawakuzaliwa na kuwachukieni. Kama chuki imekuja ni kwa sababu mlikubali siasa ya Paul Kagame. Ninashukuru sana, wako vijana hata kwenye TikTok, hata kwenye nini, wako wanaoongea kabisa wao ni Wakongomani na wako upande wa Wakongo. Wanasema kabisa Wakongomani wawakatai, wawakubali, wao ni Wakongo. Na ni kijana wa Kinyamulenge, ni kijana wa Mnyabibokoboko, ni kijana Mnyakichanga. Anajua mimi sijui Rwanda, najua Kongo ndio yetu. Mnikatae ndugu zangu wa Kongomani, mnikubali mimi ni Mkongo. Yeye amemaliza. Yes, ni patriot. Na mimi ni waombe Wanyamulenge wote, hii message yangu iende mbali kwa Wanyamulenge wote. Hakuna Mbembe anayemchukia Mnyamulenge. Hakuna Mshi, Mrega, Mfuleru, Mvira, Mwinyindu anayemchukia Mnyamulenge. Hakuna. Ila Wanyamulenge ndio wanahisi wanachukiwa, na kwa sababu waliambiwa na Kagame mnachukiwa. Waliambiwa tu na mauaji yakaanzishwa hivyo. Hao wa Maimai mnaona wanakwenda kuua Wanyamulenge raia hao wa Maimai mnaona wanaokwenda kuua Wanyamulenge raia hao. Bibokoboko sijui wapi. Sio wa Maimai wa Wabembe. Hao ni wa Maimai waliopewa pesa na Paul Kagame. Walitengenezwa na Paul Kagame. Hao wa Maimai walipewa pesa na Paul Kagame ili waue Wanyamulenge, waue hawa Watusi wa huku, ili Kagame apate nafasi ya kusema si mnaona wanawachukia, ili muamini mnachukiwa. Kumbe ni watu majambazi waliolipwa pesa na Kagame kuwaua. Walilipwa pesa na Kagame kuwaua ili muamini mnachukiwa. Uvira wako lukuki, kwa nini wasiuawe? Uvira Wanyamulenge wako Rundo, kwa nini wasiuawe? Minembwe wako Wavira, Washi wanachangia vijiji. Watusi na Wabantu wanachangia vijiji, hawauani wao kwa wao raia. Amuone mjifunzi. Ninaamini kila aliye na Roho Mtakatifu ndani yake. Wachungaji wenzangu wa Kitusi, wachungaji wenzangu wa Kibantu, sisi ndio tunaoweza sasa kuiokoa kanisa. Hapa ambapo kanisa limefikia, hapa ambapo watu wamefikia,
Hakuna mwanasiasa yeyote anayeweza kuongea neno lolote likasafisha akili na ubongo wa raia, hayupo. Kwa maana siasa imeshajivurunda, siasa imeshajikunja, raia wameshapanganyarukana, vijana hawaelewi cha kufanya, akili yote imeshakuwa kwa vita. Ni kazi yetu sisi kanisa, tuambie watu ule upendo wa Mungu ambao anautamani kuona ndani ya watu. Sisi wachungaji tunakutana, wachungaji wa milimani na wachungaji wa huku bondeni, tunakula sahani moja. Wanyamulenge na Wafuleru na Wanyauvira na Wanyamakobola, Wanyabela na Wanyaandale, Wanyaruningo na tukikutana kwenye conference zetu za wachungaji, tunakula sahani moja, tunalala kitanda kimoja, hatuna shida. Hiyo chuki, manake anayechukia ni raia, wanakaa pamoja, hawana shida. Sasa au wanaochukiana ni wanani? Ni siasa. Mmenielewa? Niombe emission hii, message hii ifike kwa kila Mbembe, Mfuleru, Mvira na Wabembe hivyo hivyo, wajue Wanyamulenge hawachukii, na Wabembe hivyo hivyo wajue Wanyamulenge hawawachukii, na Wafuleru wajue hivyo hivyo, na Winyindu siasa zilikorogwa. Hakuna Wanyamulenge wote waweko warudishwe Rwanda. Waende kufanya nini Rwanda? Kuna nini? Wakati Rwanda inaomba na Waarabu na Wahaiti na watu wa Lebanone na wa China wote waliokataliwa huko warudishwe. Rwanda nataka wapokee, asio wajua, hawajua hata kuongea lugha zao, hawazielewi, ila Rwanda bado anawaomba. Kwa nini Wakongomani mfukuze watu? Hakuna atakayeenda popote. Hata kama mtasikia wamemei wanasema sasa huu ndio wakati wa kufurusha Minembwe yote watoke, watarudi wote. Hakuna atakayepelekwa popote. Hakuna Mnyamulenge atakayepelekwa Rwanda, hayupo. Hakuna Mnyabibokoboko atakayepelekwa Rwanda, hayupo. Hakuna Mnyakichanga, hakuna. Nchi ni kubwa, watu hawajabanana. Hakuna aliyekosa ardhi ya kulima wala kulisha mifugo. Hakuna aliyekosa sehemu ya kujenga. Aliye na hela yake atanunua, anajenga popote anapotaka. Hivi vyote vimekuja kwa sababu ya siasa. Hakuna atakayehamishwa popote. Tena nasema mtumishi wa Mungu, sio siasa. Mungu hatakubali mtu yeyote atoke aende popote. Wala Mungu hatakubali kabila au taifa au nchi au kundi la watu la kusema sisi sasa tutatawala hapa na hawana haki ya kutawala hapo. Havitawezekana. Kila mtu pala alipokuwa ndipo atakapokuwa, na maisha yataendelea vile vile. Twirwaneo, mwache kudanganywa, wekene sira. Wazalendo, najua ninyi nashukuru. Wazalendo kidogo nashukuru, kwa sababu mnasema ninyi mnapiga adui. Sijajua sana, nitamtafuta mzalendo mmoja niongee naye. Wazalendo mnasema mnapiga adui, na adui yenu mnasema ni Mnyarwanda, na mnataja Mnyarwanda, na mnasema ni Paul Kagame. Yes, kama ni hivyo safi sana, lakini najua ni hivyo kwa sababu pia na ninyi mnamtafuta aliye na risasi, aliye na bunduki. Na ninyi niongezea hapo hapo, huyo Mnyarwanda aliyetoka Rwanda kuja kuwapiganisha, huyu ndiye adui kweli. Ama mtu mwingine yeyote ambaye amejiunga na Mnyarwanda, mtu sio kabila, taifa wala familia. Mtu yeyote hata kama hana bunduki, lakini akikubaliana kujiunga na huyo Mnyarwanda aliyetoka Rwanda kuja kuwapiga ndani ya Kongo, hata kama ni raia, huyo naye ni adui. Ninakubali. Hata kibiblia ninakubali. Kwa maana hata shetani wakati mwingine hatumii mapepo. Wakati shetani ni roho, kuna nyakati anatumia ili atupiganishe vizuri. Kwa hiyo hata wanasiasa
au maadui watatumia hata hao tunaowaona ni wakutu. Yes. Sasa niombe upendo utawale. Haleluya, haleluya, haleluya. Niombe upendo utawale. Haleluya.